Huyu ni mkatakuni maarufu aliyependwa na wanawake wawili kwa wakati mmoja. Sasa leo akiwa polini, kwa mbali kuna mwanamke anaonekana akimtazama sana. Hii imekuwa ni kawaida kwa msichana huyu, mara tu anapomuona lazima aje amchungulie. Kila siku aliishia kumtazama kwa mbali tu, hakuwahi kumsogelea hata siku moja. Kadri siku zinavyozidi kwenda, anajikuta anampenda zaidi. Mkatakuni yeye hakujua chochote kinachoendelea kabisa. Anaendelea kufanya kazi zake tu. Sasa wakati amepumzika, akawa ameangalia upande ambao binti yupo. Binti akajua nimeonekana tayari. Kumbe wala jamaa hata hajamuona. Akawa anaendelea kufanya kazi zake tu. Binti akasema afadhali hata hajaniona. Akashusha pumzi kubwa kwanza. Sasa wakati anaendelea kumwangalia, tunamuona mwanamke anasogea upande huo ambao yupo binti. Amefika, sasa anashangaa huyu anaangalia nini muda wote? Akamgusa, ila binti akashtuka sana. Akasema, dada, umenishtua. Dada akamwambia, unaweza kuniambia unaangalia nini? Yaani natoka kule mpaka nafika hapa hujanisikia? Kiko wapi unachokitazama hapa? Mbona sikioni? Binti akamwambia, shh, nyamanza. Dada anashangaa, mbona ninyamanzisha? Anamwambia, hebu sogea hapa. Njoo nikuoneshe kitu ambacho ninakiangalia. Binti akawa anasogea ili aoneshwe. Binti alipotazama mbele, akawa amemuona yule mkatakuni. Dada mtu naye alipomuona mkatakuni, alijikuta ametabasamu. Akamwambia, kwani tusiende kule mbele tumuone vizuri? Hebu tuende bwana. Wakawa wamekubaliana kusogea karibu zaidi. Huku mkatamiti amechoka, anaamua kukaa zake ili apumzike kidogo. Sasa jamaa yeye ana habari, anakuja kushtuka kuna mtu nyuma. Ikabidi asimame kwanza. Akimcheki ni binti, ikabidi amkaribishe, amwambie karibu. Jamaa alimkaribisha akamwambia binti, karibu sana. Binti anamwambia asante, ila unaonekana unafanya kazi ngumu sana. Jamaa anacheka anamwambia, hapana, hii sio kazi ngumu. Hata hivyo mimi nishazoea. Akamwambia, vipi kwanza? Mbona uko mwenyewe msituni, uogopi? Binti akamwambia, siko mwenyewe, niko na dada yangu. Jamaa akasema, basi sawa, kama uko na dada yako hiyo ni nzuri. Sasa wakati wanaendelea kupiga stori, kwa mbali dada yao anaangalia tu. Jamaa anamwambia binti, unaona hii kazi? Hii kazi nimeanza kuifanya nikiwa mdogo sana. Binti anamsikiliza kwani muda wote anamtazama tu. Anampenda maskini ya Mungu, ila kumwambia sasa ndo mtihani. Sasa upande wa dada mtu anavyozidi kuwatazama kwa muda mrefu, anajikuta anapata kawivu fulani hivi. Anajiuliza huyu atakuwa anamwambia nini? Atakuwa shamwambia anampenda Alishindwa kuvumilia kukaa pale, mwisho akaondoka. Huko binti ndo anamwaga mshikaji. Anamwambia basi nikuache uendelee na kazi. Jamaa anamwambia unaondoka? Binti anasema ndiyo, dada atakuwa amenisubiri kwa muda mrefu sasa. Binti amefika sehemu aliyomwacha dada yake, anashangaa haoni mtu. Anajiuliza dada kaenda wapi? Au amesubiri kwa muda mrefu ameondoka. Anajiuliza apati jibu, akaamua kuondoka na yeye. Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Kumbe bwana, dada mtu hakwenda hata mbali, amemzuga tu mdogo wake ili yeye arudi kwa mshikaji. Mambo And I met you by chance, sikujua you would be my one. And I hate to admit baby. Binti anamwambia pole na kazi, anamwambia asante, ila leo nina bahati na wageni. Mungu asante. Anamwambia haya binti, karibu ukae pale mimi nimalizie ili gogo langu. Binti anamwambia hapana Sky, ngoja tu nikusaidie kuokota hata kuni hapa. Jamaa anasema unataka kunisaidia? Binti anasema ndio. Sawa, kama unataka kunisaidia.
nashindwa kuelewa. Binti alipomkosa ndugu yake aliamua kurudi huku. Mbaya zaidi anamkuta ndugu yake akiwa karibu na mtu anayempenda. Alijikuta moyo wake unapata jeraha kubwa. Binti anaendelea kupanga kuni na jamaa akawa anamfuata taratibu. Anamwambia, niseme tu asante binti, kama ni kazi umenisaidia sana, ila nisingependa niendelee kukuchosha zaidi. Mpaka hapa inatosha, asante sana. Kabinti hapo kanafurahi kanasema, yes, nishachukua pointi zangu hapa. Jamaa akamuuliza, mbona unatembea peke yako? Binti akasema, nipo na dada yangu, nimemwacha nyuma tu hapo. Jamaa akasema, sawa asante, ila kwa upande wangu nimeshukuru sana. Binti akasema, sawa basi, mimi nikuache, nitakuona wakati mwingine. Binti akawa anaondoka. Hajafika mbali jamaa akamstopisha. Anamwambia, ulipokuja ulitokezea huku, sasa kwa nini unapita huko? Kabinti kajanja aka kanazuka kama kamechanganyikiwa hivi. And I met you by chance, sikujua you'll be my one. And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Binti alishuhudia yote. Sasa huyu ni nyoka, akikasirika lazima abadilike. Mdogo mdogo ngozi yake ikawa inaanza kuota magamba ya nyoka. Akajitahidi kukontrol hasira zake na hali ikarudi kama kawaida. Ndio hivyo, kwa macho yake anashuhudia ndugu yake akimpokonya tonge lake mdomoni. Alimuita pembeni akamwambia, dada, kwa nini unanifanyia hivi? Huoni kama unaidhurumu nafsi yangu? Ndugu yake akamwambia, kwa sababu nampenda. Binti anamwambia, lakini mimi ndo wa kwanza kumuona. Ndugu yake anamwambia, we, ishia hapo hapo. Sitaki kujua kama wewe ulikuwa wa kwanza. Ninachokijua mimi, mapenzi hayana foleni, umenielewa? Binti anamwambia, sio vizuri unavyonifanyia. Dada mtu hajajibu chochote, huyo anaishia zake. Tuache huko. Mda huu jamaa alikuwa amefanya kazi kubwa sana, na kama kawaida yake mida hii huwa ni ya kwenda kula nyumbani. Mda huu anaondoka ili baadaye arudi kuimalizia kazi yake. Sasa binti bado roho yake haijatulia kabisa, akimfikiria dada yake hata maji hayapiti kooni. Sasa kumbuka, huyu ni nyoka mtu, akiwa na hasira tu lazima abadilike. Saa ngapi miguu isianze kubadilika? Akicheki magamba yanapanda mwili mzima, lakini ni hali yake anaijua. Ikitokea kama hivi, huwa anafanya maombi kwa ajili ya kubadilika na kuwa mtu wa kawaida. Wakati anataka kuondoka, anashangaa kumuona dada amesimama mbele yake. Anauliza, umefika saa ngapi hapa? Dada yake anamcheka na mwambia, unaona sasa, ipo siku atakuja kugundua tu kama sisi ni nyoka. Kwa hiyo kabla hajagundua, lazima mimi ndo nikamwambia ukweli. Binti anamwambia, hapana, usifanye hivyo, nisikilize mimi kwanza. Binti bado anamuomba dada, anamwambia usifanye hivyo, ukifanya hivyo tutamkosa. Dada mtu anamwambia, unahofia uzuri wangu sio? Mimi nina muonekano kukuzidi wewe. Hata nikimwambia kama sisi ni nyoka bado atanichagua mimi tu. And I met you by chance, sikujua you'll be my one. Mida hii jamaa naye alikuwa amerudi ili amalizie kazi zake. Sasa alipoangalia vizuri mbele yake, alishangaa kuona hali isiyo ya kawaida. Akawa anasogea ili kuangalia vizuri aweze kuhakikisha. Chini alifanikiwa kuona alama za nyoka mkubwa sana, na hii inaonyesha amepita muda sio mrefu. Akawa anajiuliza, huyu nyoka mbona mkubwa sana? Hebu ngoja nimfuatilie. Alifika mpaka mwisho, ila cha ajabu au ni nyoka anawaona watoto wa kike wawili. Akawa anasogea ili kuwatazama vizuri. Alipowatazama vizuri, aliwatambua ni wale wale alioweza kukutana nao asubuhi ya leo. Sasa hapa ndo amepata kuufahamu ukweli. Anasema kumbe hawa ni ndugu, ndo maana kila mmoja akaniambia yuko na dada yake. Lakini mbona kama wanazozana? Bila shaka watakuwa wanapigana wale. Akasema hebu ngoja nikaongee nao. Alifika akauliza kuna tatizo? Wakasema hapana, hakuna shida. Naona kama mnapigana. Mabinti wanakataa, wanasema tunacheza. Jamaa akasema okay sawa, ila kuweni makini huku polini. Nyie ni watoto wa kike. Isitoshe huko nyuma nimeona alama kubwa za nyoka. Mabinti wakamwambia sawa, hata hivyo ndo tulikuwa tunarudi nyumbani. Jamaa akasema basi sawa, mimi ndo nimerudi kumalizia kazi zangu. Naomba muwe makini, sawa Mabinti wakasema sawa. Jamaa akawa anaondoka zake. Jamaa alipoondoka tu, mabinti wakaanza kuvutana. Kila mtu anataka yeye ndo amfuate nyuma. Huyu anavuta, huyu anavuta, huyu anavuta, huyu anavuta. Mambo hayo. And I met you by chance, sikujua you'll be my one.
And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na sasa huku jamaa amebaki na maswali. Ashaufahamu ukweli kama wale ni ndugu na amegundua kabisa wale watakuwa wanampenda. Anasema hii mbaya hii. Wale watoto itakuwa pale walikuwa wananigombania. Sasa pale wote ni wazuri. Nitamkubalia nani ni mwache nani? Baadaye anasema hapana, sitaki kufanya chaguo mapema. Nitasababisha matatizo. Basi akawa ameapa kutokufanya chaguo mapema, akiwa na wasiwasi kwamba ataweza kusababisha ndugu wale wakagombana, bila kujua mpaka sasa tayari hawaelewani. Pia nitumie nafasi hii kukuomba wewe shabiki yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kunipa nguvu ya kukusogezea burudani kila siku. Mambo hayo. Sasa jamaa wakati anaendelea kubeba kuni zake, akawa amejikwaa kwa bahati mbaya, lakini alipodondoka tu anashangaa kuona wale watoto wa kike washafika tayari na kila mmoja anamjali kwa upande wake. Sasa najiuliza, wasi walisema wanaenda nyumbani, hapa wamefika saa ngapi? Bwana, kama unataka mwendelezo wa filamu hii niandikie kwenye comment. Usisahau kuniambia pia umejifunza nini kupitia hii video. Nikuombe tu usubscribe, ulike na ucomment ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo unaofuata. Naitwa Jizo Mastori, ukipenda niite Vanilla wa Boko. Vanilla.